hatima yako, hatima ya maisha yako. Na sehemu iliyopita tuliangalia wakati Yusufu alipouzwa utumwani, alienda katika nyumba ya mtu mmoja ambaye ni Potifa. Na baada ya kwamba Yusufu amefika katika nyumba ya Potifa, Potifa alimpa mamlaka ya kutawala ile nyumba, na alimpa mamlaka ya kuweza kuongoza shughuli zote zinazoendelea katika ile familia. Na kutokana na kitengo au nafasi aliyokuwa amepewa Yusufu, mke wa Potifa aliweza kumtega, aliweza kumshawishi ili ikiwezekana atende naye dhambi ya uzinzi. Lakini pamoja na hayo yote Yusufu alikataa. Hebu naomba tusome Biblia katika kitabu cha Mwanzo sura 39. Biblia inasema 39 mstari wa 9. Biblia inasema, hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuia kitu chochote isipokuwa wewe, kwa kuwa wewe ni mkewe. Basi nifanyeje uovu huu mkubwa nimkose Mungu? Yusufu alikataa, hakuangalia ya kwamba yale maneno anaambiwa na nani. Kuna mambo ambayo tunajifunza kupitia andiko hili. Jambo la kwanza, tunajifunza kwamba ni muhimu kutunza uhusiano wetu mzuri na Mungu. Hata tukikutana na majaribu au hata tukipita katika mazingira ambayo yanatushawishi sisi kuweza kufanya dhambi, tunatakiwa kumwangalia Mungu na tulinde kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yetu. Lakini pia jambo la pili, tunaangalia kwamba sio vizuri kumfurahisha mwanadamu. Usiangalie kuwafurahisha wanadamu. Kuna wakati mwingine wanadamu wanaweza wakataka ufanye mambo fulani ambayo yanamkasirisha Mungu ili kusudi kwamba wao waweze kufurahi. Yusufu hakuangalia hicho kitu. Aliona pamoja na kwamba huyu mke wa bosi wangu anataka kwamba mimi nitende jambo la kumkosea Mungu ili nimfurahishe yeye. Hakuangalia hicho kitu. Yeye alichoangalia ni ile ndoto iliyopo ndani yake, lakini pia alibaki na msimamo wa kuweza kulinda mahusiano mazuri na Mungu wake. Na kushauri, hata kama ukipitia katika changamoto gani, hiyo changamoto isije ikakutoa kwenye mstari wa kufanya ukamtenda Mungu dhambi, kwa sababu utakapotenda dhambi mbele za Mungu, ile ndoto ambayo Mungu ameweka ndani yako itakuwa ndio mwisho wako. Lakini pia jambo lingine ambalo tunajifunza katika kutimiza hatima, ni lazima tujifunze kukataa baadhi ya vitu. Kuna mambo yatakuja katika maisha yetu, tunatakiwa tujifunze kusema hapana. Tusikubali kila jambo linalokuja mbele yetu tukalikubalia au tukawa tayari kulifanya. Yusufu aliweza kukataa. Kama Yusufu angekubali, unadhani angefikia pale ambapo Mungu amemkusudia? Isingekuwa jambo rahisi. Kwa maana hiyo, wakati mwingine katika maisha unayoyapitia, usikubali kila jambo linalotokea mbele yako. Kuna mambo mengine yanakuja katika sura nzuri, yanakuja katika sura njema, lakini unatakiwa kuyakataa kwa ajili ya kulinda kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Sehemu inayofuata tutaangalia ni mambo gani Yusufu baada ya kukataa ambayo yalimtokea. Mungu akubariki sana. Usisahau kutafuta sehemu ya 6 ya series hii, na Mungu akubariki.